Kwa hiyo sasa utaweza kuintroduce hizo plate feeder ni sawa, kwa maana kwamba kuanzia siku ya pili au ya tatu wataanza kulia humo. Lakini kumbuka siku ya kwanza chonde usiwawekee kuku au vifaranga wako chakula kwenye feeder. Usifanye hilo kosa. Mwaga chakula chini. Tena chakula inategemea na kampuni. Kuna baadhi ya kampuni chakula chao kinakuwa ni pellet, ni crumble, lakini zinakuwa ni kubwa kubwa. Na kuna wengine unakuta ni crumble lakini vidogo vidogo. Kama kuku wako crumble ni kubwa, zitwange. Au kama umeagiza boksi nyingi za kuku, chukua iko chakula kipeleke mashine hii ya fagia chakula cha kuku. Tafuta pia na Ridocox, weka, wakibalaza, ukimaliza changanya, kirudishe nyumbani kikiwa kimebalazwa, kimevunjwa zaidi, kimekuwa kama viunga fulani hivi, kama vile wale ambao wao wanapika ugali kwa kutumia unga wa sembe. Kuna wengine wao wanajiungua, sio kujungua au kuchuja ule unga, kunakuwa na vile vichenga vile, kwa sababu vinabadilika vinakuwa kama vile vichenga. Hiyo ni sawa na ni safi kabisa. Ili waanze kupractice kula vile vichenga vidogo, watakula tu. Kwa hizo siku ya kwanza, mostly kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya 7, vifaranga wanahitaji chakula laini sana ili waweze kukila vizuri. Kwa hiyo unaweza katwanga siku ya kwanza, siku ya pili ukiona wameweza kuboreka, yani ukiona wameanza kuimprove kwenye kula chakula ambacho ni vicrumble vikubwa kidogo, ni very okay. Unaweza ukawaachia basi hicho ukawekea wakala. Lakini fuatilia kuku wako, kwa sababu unaweza kukuta chakula ni kikubwa, kuku anajaribu kula anashindwa, mwisho wa siku wanashindwa kule chakula. Kumbuka tunaongelea siku ya kwanza ambayo ni ya muhimu sana kwa kuku wako. Hawa kuku kwa mfano wanaweza kama niseme order imetoka siku ya Ijumaa, siku ya Jumamosi. Kuna maeneo mengine kuku wanafika siku ya Jumapili vifaranga hao. Kuna maeneo mengine vifaranga wanafika siku ya Jumatatu. Sasa hao vifaranga huwa siku ya Jumamosi, maana yake ndio vifaranga wameshakuwa tayari kwa ajili ya kusafirishwa. Na hao vifaranga huwa hawatotoleshwi siku ya Jumamosi. Siku ya Jumamosi maana yake ndio vifaranga ambao kwa ile standardi ya kimataifa ya vifaranga kuwa tayari na kusafiri kwenda popote pale, huwa tunaanzia kuhesabu hapo masaa 72. Kwa hiyo masaa 72, kumbuka vifaranga unaweza kawa litotolewa siku 1 au 2 nyuma. Kuna wengine wanakuwa wametotolewa mpaka siku 3 nyuma. Kwa mfano kikawaida, sawa, vifaranga wanapototolewa huwa wanachukua mpaka siku 2 mpaka 3 kuwa tayari kabisa kwa ajili ya kuondoka kwenda maeneo ambapo wanapotakiwa kwenda. Kwa hiyo sasa kama ni siku 2 mpaka 3, mostly ni siku 2 au 3 kama nilivyosema. Kwa hiyo kuna wale ambao waliwahi kutotolewa mara ya kwanza, hao maana yake wameweza kukaa siku nyingi zaidi ya wenzao. Kwa hiyo sasa hao ukiendelea ukawa mzembe, kwa hiyo sasa ukiangalia vifaranga kama hao, maana yake watakuwa kama ni mahitaji ya chakula, automatically watakuwa na mahitaji makubwa zaidi kwa sababu wamepoteza siku nyingi zaidi. Sasa hao ukiwawekea uzembe, automatically ndio wataenda wakakutese, kwa sababu zile siku ambazo zitakazokuwa ni za kimataifa, kwa maana kwamba yale masaa 72 ambao kifaranga huwa anatakiwa au ameshaanza kula au kunywa maji, zikiisha hawa hawali tena. Unaona? Kama hawali tena, basi automatically ndio itageuka itakuwa ni shida kwako. Nafikiri unanielewa hapo. Unaona? Sasa ndio hicho ambacho unachoweza kukielezea. Kwa hiyo hakikisha siku ya kwanza kuku wako unaomwagia chakula chini. Usiwape kuku wako chakula kwenye feeder siku ya kwanza. Na hakikisha umekaa na vifaranga wako masaa 4 mpaka 5. Kama yanaweza kazidi, it's very okay. Fanya basi hata shift na kijana wa kazi. Unaweza katoka hapa labda umechoka. Unaona? Au labda niseme uko na mister au watoto wako. Tengeneza huo muda. Huo muda ndio muda wa kuboresha kuku wako au kuwaharibu, kwa sababu ndio muda kuku wako wanaanza kula. Wasipokula hayo masaa,
huwa hawali tena. Na utamuona kifaranga kachangamka kwa sababu ana energy ya kutoka kwenye yai. Siku zinavozidi kwenda ataanza kudhoofika, wenzake watakuwa ye hali. Na inaweza ikatokea sasa kifaranga kama huyo akaja akagundua kwamba ikatokea tu bahati njema akaanza kula. Ikitokea bahati njema akaanza kula kila kwa kuchelewa, hao sasa ndio unakuta wanakuwa ni wazembe kwenye kula. Mwisho wa siku hata kwenye kukua hawezi kukua vizuri. Kumbuka tunasisitiza mtu aweke broiler starter crumble kwa sababu inawasaidia vifaranga waweze kutoka katika hali ya ukifaranga mapema. Kile chakula kina protini ya kutosha kabisa ambayo ni nzuri kwa kumfanya kuku akue haraka. Na kuku wetu sasa ni kuku wa mwendo kasi, kwa wataipokea, watakuwa haraka. Na ndio maana tunasisitiza hicho chakula ukitumia kwa muda wa siku 14 ambao ni sawa na wiki 2 ili waweze kukila vizuri, waondoke katika ile hali ya uchanga mapema ili kuku wako wakue vizuri. Kwa hiyo sasa hicho ndicho ambacho unachotakiwa ukifanye. Kwa hiyo ukikosea hapo, ujue sasa ndio umeanza kutengeneza matatizo ya kuku wako kudumaa, umeanza kutengeneza matatizo ya kuku wako kukua kwa kupishana. Nafikiri unaweza kunielewa mpaka dakika hiyo. Sasa hilo ni jambo la kwanza. Hakikisha kuku wako wote wamekunywa maji. Hakikisha vifaranga wako wote wameanza kula kuanzia siku ya kwanza. Sasa hiyo ndio siku ya kwanza umeweza kuimaliza. Tunakuja kwenye siku ya pili. Siku ya pili chakula, miongozo ya zamani tulikuwa tunaelekeza kwamba kuku wako unatakiwa uwapatie chakula siku 14, usipime. Kuanzia 15 unaweza kupima. Sasa hivi mwongozo unaelekeza usipime chakula mwezi mzima. Chakula kikiisha weka, ila usizidishe chakula kuku wakamwaga chakula. Hapana. Kwa hiyo sasa siku yako ya pili, maana yake vifaranga wako watakuwa sasa wote tunaamini wamepata maji yenye glucose. Ile siku ya kwanza ambayo ilikuwa ni uvuguvugu, tunaamini vifaranga wako wote wamekula na wameanza maisha. Sasa maisha yakianza, kifaranga huwa anachangamka, anakuwa na ari ya kupenda kula. Hakikisha chakula kinakuwepo. Kumbuka tumeongelea kuhusiana na habari ya kutwanga chakula. Chakula kikiwa ni kikubwa, zile crumble, sometimes crumble, unajua crumble zinatokana na pellets. Sasa zile pellets viwanda vingine vinaweza vikazifanya pellets zisiwe crumbled sana, maana yake kwamba zisiwe vichenga sana. Kwa hiyo wewe inadakiwa sasa wale vifaranga wana uwezo wa kula hizo crumble kubwa, ziboreshi kwa kuzitwanga au kwa kupeleka mashineni ukazisaga kama kuku wako ni wengi, ili wale hicho chakula cha unga au cha vichenga zaidi. Sasa hao kuku watakuwa wanakula. Wakiwa wanakula, tunakuja sasa kwenye vyombo vya chakula. Kumbuka umeintroduce zile plate feeder. Ni sawa wawe wanakula katika hizo plate feeder. Hapo unaweza kwenye siku ya 3 unaweza kaintroduce zile long feeder ambazo zinakuwa ni ndefu, nyekundu, zinakuwa na vitundu kama vishiringi. Ili sasa tunaepusha pia changamoto za vifaranga kumwaga chakula. Kumbuka kifaranga ni kuku. Kuku ana tabia ya kuchakua. Kama tabia ya chakua, ataanza kuchakua mpaka kwenye zile sinia. Kwa hiyo atamwaga chakula. Kimwaga chakula, wakikinyea wengine wanaweza wasikile au wakakila wakapata magonjwa. Sasa tunaanza kuintroduce mfumo wa tofauti wa kuwa economy ambao kuku wako sasa wasipate changamoto hizo. Sasa unachotakiwa kukifanya, introduce hizo long feeder, ila hakikisha zinaendana na wingi wa vifaranga wako na muda wote ziwe na chakula. Kifaranga, ufuatilie wa vifaranga wako, waangalie je, aliyeshiba. Vifaranga huwa wana tabia moja. Kifaranga kwanza huwa anapenda sana kulala anapokuwa ameshiba. Kwa hiyo kifaranga yote akishiba analala. Utamwona amelala tena amesinzia kabisa. Mwingine unaweza kufikiria huyu kifaranga sio amekufa. Yeye unaona mwingine ananyosha mpaka na miguu kabisa, anasinzia kabisa. Huyu maana yake amekula, ameshiba, amekunywa maji, ameshiba. Kwa hiyo sasa zile sehemu ambazo ni za kulia ziangalie, je,
vifaranga wanagombania chakula. Kama kuna wengine wanakula, zingine ziko wazi, basi vinatosha. Kama ukiona hazitoshi, ongeza. Mara nyingi kuna zile plate unaweza ukawa nazo chache, ikakulazimu kuintroduce hizo za rula, au ukajitahidi sasa hizo plate ukawa unaziwekea chakula cha kutosha, alafu zile rula hata zikiwa ni chache, zile long feeder ukaziwekea, lakini baadaye ukaja tena ukaintroduce zile feeder sasa ambazo ni za kuku, ambazo zinakuwa zile za plastiki na zikawa zile za kilo 5, za kilo 3, au zile za kilo 10, au zile za kilo 15, yategemeana. Na mara nyingi sasa watu huwa wanaogopa kwamba kwa sababu kuna feeder ambazo ni limited, kwamba lazima muda fulani uweze kuzitoa. Kwa mfano hizo feeder ambazo ni za plate, wakifikia umri wala hata wiki 1 au kuelekea wiki 2, wanamwaga sana chakula. Kwako wewe ni hasara, lakini pia wengine watakuwa nalala humo ndani, wengine watakuwa na kichafuo cha chakula kwa kinyesi chao. Kwako pia bado ni changamoto na ni hasara, itakulazimisha kuziondoa. Sasa kumbuka umezitumia na unaziondoa wakati ulikuwa umezinunua kwa gharama. Kwa hiyo sasa hakuna namna, inabidi iwe hivyo. Utazitumia wakati mwingine utakapokuwa na vifaranga wengine. Hizo zingine za rula na zenyewe vifaranga unaweza kuzitumia wakikuwa vizuri ndani ya wiki 2 kuelekea wiki 3, vichwa vyao vinashindwa kupita pale. Sasa hicho ndio unachotakiwa pia ukifanye. Pia kuna baadhi ya wafugaji wao anazifungua zinabaki wazi. Usijaribu kufanya hilo kosa.